Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ningetaka kuhubiri kitabu cha Marko 10 mstari wa 26. Inasema hivi. Ni nani awezaye kuokoka? Ni nani awezaye kuokoka? Ni nani awezaye kuokoka? Wanafunzi wanamuuliza Yesu, ni nani awezaye kuokoka? Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Ibrahimu ni mtu alikuwa na mali nyingi. Kitabu cha Mwanzo 13 mstari wa pili. Ibrahimu alikuwa na mali nyingi, alikuwa na fedha nyingi. Ibrahimu alikuwa na mifugo mingi. Ibrahimu alikuwa na wingi wa dhahabu. Alikuwa ni mtu aliye mtoaji. Tajiri mmoja akamwendea Yesu. Maandiko yanasema alikuwa na mali nyingi sana. Yule tajiri alikuwa na mali nyingi sana. Akamwendea Yesu, akauliza Yesu, ninaweza fanya nini mimi ili nipate ufalme wa Mungu? Ninaweza nikafanya nini ili nipate ufalme wa Mungu? Akaulizwa amri 10. Unazijua amri 10? Akasema amri 10 nazijua, ningali mtoto, amri 10 nazijua. Unazitimiza hizo amri 10? Akasema zile amri 10 nazitimiza ningali mtoto. Akaambiwa kuna jambo moja peke yake ambayo hujalitenda. Akapenda sana kujua lile jambo ambalo hajalitenda ni jambo lipi ambalo hajalitenda. Akaambiwa fanya hivi, enda ukachukue hiyo mali yako yote, ukayatawanye kwa maskini, ukawapatie maskini yote mali yako, unifuate. Maandiko inasema akasitikika sana, akaenda bila amani, kwa sababu aliona hayawezi kupeana mali yake yote abaki vile alianza maisha. Akaona hayo ni magumu. Yesu akasema kitabu cha Marko 10:29, vile itakavyokuwa ngumu, itakavyokuwa rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano. Itakuwa rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano. Itakuwa rahisi kwa ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Haitakuwa rahisi kwa tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Wanafunzi wakashangaa. Kwa kila mtu anapoenda, kila mahali anaoenda, anaambiwa utatajirika, pokea utajiri upate mali. Utatajirika. Wengine wanaenda kwa waganga ili watajirike. Wengine wanaenda makanisani, wanasema waombewe. Wanaambiwa ili utajirike utafanya hivi na hivi, utajirike. Wanafunzi, kila mtu anapenda utajiri. Hakuna mtu ambaye hapendi utajiri dunia hii. Kila mtu anataka utajiri. Na kadri unakaribia utajiri ndio unakuwa mbali na ufalme wa mbinguni. Kwa vile haitakuwa rahisi tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Wakauliza wanafunzi, kama kupata utajiri hataingia nani atakayeingia mbinguni? Kama hakuna tajiri atakayeingia. Kwa vile kila mtu anatamani utajiri. Kitabu cha Marko 10:27, Yesu akawaambia si rahisi kuingia mbinguni, lakini kwa Mungu yawezekana. Kwa Mungu haiwezekana. Kwa sababu aliona wanafunzi walisitikika sana waliposikia ati tajiri hata ingia mbinguni. Kwa vile hata wao walikuwa wanatamani utajiri. Wakasitikika sana waliposikia si rahisi
tajiri kuingia ufalme wa mbinguni. Yesu akawaambia, lisilowezekana kwa wanadamu, lisilowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu lawezekana. Kwa Mungu lawezekana. Kwa hivyo tajiri kuingia ufalme wa mbinguni lazima ajitetee na mali yake kwa kupatia maskini, kusaidia wasiojiweza, kusaidia maskini ili apate ufalme wa Mungu. Lazima maskini ajinganganie sana kwa kusaidia wale maskini na ile mali yake, kwa sababu haitakuwa rahisi tajiri kuingia ufalme wa Mungu. Matajiri kuingia ufalme wa Mungu haitakuwa, inasemekana ni rahisi sana ngamia kupenya katika tundu la sindano kuliko tajiri kupata ufalme wa Mungu. Na kwa hayo Mungu ambariki. Amen.